Tukirejea kunako ligi kuu Tanzania bara, mchezo wa Mbeya City dhidi ya JKT Tanzania uliochezeka katika dimba la KMC Complex jijini Dar es Salaam umeweza kutamatika na Mbeya City amepata bao 2 na JKT Tanzania amepata bao 2 ikiwa ni sare ya mabao 2-2. Na katika mchezo huo moja kwa moja Mbeya City alionyesha kucheza vizuri kuliko kipindi cha kwanza na akapata bao ndani ya dakika 14 ya mchezo kupitia mara nyingi, lakini wakaendeleza kasi ya mashambulizi mpaka kupelekea golikipa wa JKT Tanzania ndani ya dakika 16 ya mchezo kudaka mpira nje ya 18 ya mchezo na kupelekea kupata red card, na kocha wa JKT Tanzania akalazimika kufanya sabu kumtoa mshambuliaji Valentino Mashaka na kumuingiza golikipa Joseph Ilunda kwa ajili ya kubadili nafasi ya Ramadhani Charamanda. Lakini mambo si mambo, simkatie mtu tamaa. Kipindi cha pili JKT Tanzania ndani ya dakika 65 anapata bao kupitia Popita Kasunda ikiwa ni bao la kusawazisha, game inasoma 1-1. Na ndani ya dakika 75 ya mchezo Mayanga mchezaji wa Mbeya City anaiandikia Mbeya City bao la pili katika mchezo huo, na moja kwa moja Mbeya City anakuwa anaongoza bao 2-1. Lakini haijaisha mpaka ishe. Bwana, ndani ya dakika 90 na zile 4 za nyongeza, ile ya 4 ya mwisho kabisa JKT Tanzania wanatakata, wanapata bao kupitia Saleh Karabaka ikiwa ni bao la pili, na moja kwa moja game inatomatika dakika 90 ikisoma 2-2. Moja kwa moja kutokana na matokeo hayo Mbeya City anazidi kusalia kileleni huku akiwa amecheza michezo 6, amedraw michezo 2, amepoteza michezo 2, amewini michezo 2 na akikusanya alama 8 zinazomfanya azidi kushikilia kilele kunako ligi kuu Tanzania bara. Lakini nafasi ya pili kishikiliwa na JKT Tanzania ambaye yeye amecheza jumla ya michezo 5, amedraw michezo 4, amepoteza mchezo 0, amewini mchezo 1 na moja kwa moja anakusanya jumla ya alama 7 zinazomfanya ashike nafasi ya pili kunako ligi kuu Tanzania bara. Bwana langu jina Geoffrey Mane, soka nikutekea wakati mwema. Bye bye.